Karibu mpenzi msikilizaji katika simulizi yetu nzuri ya wivu iliyoandikwa na nguli katika uandishi Hassan Mboneche, anayepatikana kwa namba ya simu 06 73 05 65 mwisho ni 71. Na hadithi hii imehadithiwa na mimi Khan Ahmed, ambaye unanipata kwa namba za simu 0717 72 21 na mwisho ni 81. Hii ni sehemu ya 5 baada ya kusikiliza sehemu ya 4. Sasa songa nayo. Suzi na Lugome walipoondoka Kyela walirudi Viwawa. Huko hawakuwa na siku nyingi kwa sababu siku za Suzi kuhitajika kuripoti kazini zilishakaribia. Hivyo walikaa siku 2 tu. Siku ya 3 walisafiri hadi Moshi, wakachukua chumba lodge. Hapo walikuwa na siku chache za mapumziko kabla ya siku ya kuripoti. Katika siku hizo za mapumziko, kwa msaada wa walimu wengine wanaofundisha maeneo ya Moshi ambao ni rafiki na Lugome, waliwasiliana kutafuta nyumba ya kupanga na kununua mahitaji mengine. Kiburi cha pesa kilikuwepo bana. Kwani mzee Tangawizi na Gwamaka, mbali ya kutoa kiasi kwa ajili ya Fungate, walitoa kiasi pia kwa Suzi kwa ajili ya kujikimu na maisha katika mwanzo mpya wa maisha yake ya ajira. Lugome alikazia mchango huo kwa kutoa milioni 1. Wakafanikiwa kupata nyumba maeneo ya Soweto. Siku ya kuripoti ilipowadia, Lugome alimsindikiza Suzi ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Moshi. Baada ya zoezi la takriban saa 1, Suzi alipangiwa kituo cha kazi. Ilikuwa shule ya msingi Karanga. Hivyo baada ya zoezi hilo, Suzi na Lugome waliondoka kwa kugawana. Lugome alirudi nyumbani na Suzi alielekea shuleni. Mwanetu Lugome bana anatuwakilisha vizuri sana. Kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, ndivyo Suzi alivyojitahidi kumuingiza Lugome moyoni. Mapenzi yalinoga, heshima ya dini ikiwa mwongozaji mkuu wa maisha yake. Ibada za kila Jumapili na maombi binafsi aliyoyafanya kila siku yakamjenga kuwa mwaminifu kwa mume wake. Lugome alikaa Moshi kwa wiki 3. Baada ya hapo alisafiri kuelekea Morogoro kuendelea na majukumu yake. Ilikuwa safari yenye furaha, na kilichomfanya furahi ni hali aliyomwacha nayo Suzi. Suzi alikuwa ni mjamzito. Wow! Jamani, piga kweli kweli kwenye Fungate mpaka. Basi kuondoka kwa Lugome huku nyuma, Suzi alitumia wasaa huo kuwakumbuka rafiki zake wa chuo. Alikuwa na kumbukumbu ya namba 1 kichwani. Hivyo alihifadhi simuni. Akampigia na kumwomba amuunge kwenye makundi mbali sogozi ya mtandao wa WhatsApp ambayo alikuwepo awali. Hakujua kwamba kama analirudia balaa. Maskini ya Mungu Suzi. Kwani kuishi katika kwao kwa umbali. Weekend moja Lugome alitoka Morogoro na kwenda Moshi. Hii ilipunguza hamu ya kuukosa ukaribu na kufanya maisha yao yaende vyema. Lakini katika safari hizo, Lugome kila alipokuwa anakuja,
lazima akague simu ya mke wake. Hii picha imekujaje kujaje humu? Aliuliza Lugome huku akimwonyesha Suzi picha husika, picha ya Dula katika bango la tangazo. Picha gani? Suzi naye aliuliza huku akiacha shughuli anayoifanya kupanga nguo kabatini. Hii hapa, Lugome alikazia. Suzi alipoiona alijibu, lakini moyo uliruhusu mashaka kumtawala. Picha zilizotumwa kwenye magrupu, Suzi alijibu. Kwa nini hukuifuta? Sikuiona na ubaya wowote. Hukuiona na ubaya? Lugome aliuliza, wakati huo mashavu yamemtuna na ndita zimejikunja pajini. Bado unampenda huyu mwanaume, sio? Ningelikuwa ninampenda, ningelikuwa na wewe Lugome. Sasa kwa nini hufuti hii picha kama humpendi? Kwani ina matatizo gani? Lakini hilo ni bango tu la... Suzi hakumalizia kauli yake. Lugome alirusha kofi lililotua shavuni kwa Suzi. Lilikuwa kofi lililopigwa kwa nguvu. Suzi akashindwa kulihimili, akafumba macho na kutingisha kichwa kidogo, wakati huo huo akiangukia kitandani. Unasema haina tatizo hii picha? Lugome aliuliza kwa hasira, pindi akimwoneshia kwa ukaribu Suzi. Sasa lakini Lugome, unanipigia nini? Suzi naye aliuliza huku akilengwa na machozi, sauti ya kilio nayo ikisikika kwa mbali sana. Ili nikukumbushe kuwa sitaki mambo ya kijinga. Ndio maana nimekutandika kofi, na ukiendelea na ujinga nitakuparaza mengine. Lugome akaipigiza simu sakafuni na kuanza kuiponda kwa stuli. Lugome, saa ni nini hicho unafanya? Suzi akainuka kwa haraka kwenda kumzuia. Akambana mikono, lakini alizidiwa nguvu, akasukumizwa pembeni. Huoni kama unachofanya sio sahihi mume wangu? Aliuliza huku akiendelea kulia. Kaa kwa kutulia Suzi, maana naona hiki ndio kinakupa kiburi. Lugome alipomaliza aliitoa laini, akaenda kuitupa chooni na kuondoka, akimwacha Suzi anaendelea kulia. Huu ndio mwisho wa sehemu ya 5 ya simulizi yetu safi kabisa inayokwenda kwa jina la Wivu, iliyoandikwa na Bwana Hassan Boneche. Tukutane toleo lijalo, na hii ni hadithi nzuri kabisa. Kadri tunavyokwenda ndivyo inavyozidi kunoga. Ni sikufiche msikilizaji wa channel ya Hassan Boneche, mimi ninatamani sana kujua nini kitaendelea, kwa sababu inanishawishi. Na moja kati ya kazi nzuri kabisa kutoka kwa Hassan Boneche, hii ni moja kati ya kazi nzuri sana. Kazi inakwenda kwa jina la Wivu. Kuna simulizi nyingi kama Nyaraka na simulizi nyingine, lakini hii ni moja kati ya simulizi kali, ukiachia mbali ile inayokwenda kwa jina la Nyaraka. Waraka, sio Nyaraka, Waraka. Inakwenda kwa jina la Waraka. Nisamehe hapo nimechapia kidogo, lakini inakwenda kwa jina la Waraka. Imeandikwa na Hassan Boneche, na hii ikiwa ni Wivu sehemu ya 5. Tukutane sehemu ya 6 baada ya kumaliza hii. Naam, hii ni riwaya safi, lakini hii ni filamu kwenye maandishi. Wivu Kideoni, na kupitia Hassan Boneche tunajenga tabasamu katika uso wako na burudani na kugusa hisia zilizojificha kutoka ndani ya moyo wako. Naam,
Asante na chao.